Kuna huyu jamaa hapa anaitwa Deji, amekulia kwenye hii mitaa, kwa hiyo kuna muda huwa anacheza sana mpira na madogo janja kwenye huu mtaa. Mara kuna bi mkubwa anakuja na kumuita na kumwambia kwamba Deji, kuna mchongo nimeupata. Bosi wangu wa zamani anatafuta mtu ambaye atahudumia vizuri sana gadeni yake. I hope hutaniangusha. Deji akashukuru sana kumwambia kwamba unajua sina kazi mbovu, acha nikaipige hiyo kazi. Kwa hiyo Deji ikabidi awaage madogo janja then akarudi zake maskani. Upande wa pili ni nyumbani kwa kina Deji ambapo anaishi yeye, bibi yake na mdogo wake ambaye anaitwa Tayo. Huyu bibi jina lake ni Sisi Eko. Ni mtu ambaye ameolewa kina Deji tangu akiwa wadogo, maana mama yao alifariki katika umri mdogo sana na mshua akaamua apite zake kushoto. Sasa bibi ni mgonjwa. Kwa hiyo Deji licha ya kuwa ni mhitimu wa chuo kikuu, kazi zimekuwa ni shida sana. Kwa hiyo mshikaji anapiga vibarua ili aweze kumhudumia bibi pamoja na mdogo wake ambaye wanaishi nyumbani hapa pamoja. Deji ana mazi yake mmoja ambaye anaitwa Farida. Sasa huyu Farida ni mtu ambaye anampa moyo sana Deji wa kupambana. Maana mwisho wa siku Deji ndio mtu ambaye familia nzima inamtegemea. Kwa hiyo jamaa anajitahidi kila anavyoweza na Farida anampa moyo wa kwamba ipo siku tu tutafanikiwa baby. Itakiwa upambane na usikate tamaa. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata rikapu mpya ambazo tutaendelea kuzitoa kila wiki. Deji anapiga sana kazi. Asubuhi anakata zake maua kwa yule bosi mpya ambaye alipewa na yule bi mkubwa, alafu mchana anapiga saidi ya fundi. Injinia mmoja kwenye hili jengo ambalo jamaa anapiga saidi ya fundi ni rafiki yake, kwa hiyo akawa anapiga stori mbili tatu. Jamaa akamwambia kwamba vipi, mambo yanaendaje nyumbani? Alafu kuna mchongo nataka nikupe Deji. Kuna kazi lakini ni nje ya mji kidogo huko Benini. Kuna kampuni inahitaji watu ambao wanaweza kuhudumia vizuri maua na najua ulisomea mambo ya agriculture, kwa hiyo nadhani hii issue itakufaa sana. Lakini Deji anakataa ule mchongo. Siwezi kwenda mbali na bibi, anaumwa na yeye ananitegemea kwenye kila kitu. Alafu pia mpenzi wangu hawezi kukubali niende mbali naye. Jamaa anamwambia kwamba hivi Deji, una akili kweli wewe? Yaani kwa sababu ya mwanamke unakataa mchongo mzuri kama huu? Utaishije wewe? Yaani Deji anakuambia kwamba yaani mwanaume unahitaji hela na unahitaji mapenzi. Kwa hiyo vote ni muhimu tu. Hivi Deji tumwambie au tumwache? Emwe tuone itakavyokuwa huko mbele. Baadaye Deji yupo na Farida. Kabla hajaanza kula inaingia email. Sasa Deji kashatuma maombi mengi sana lakini kila sehemu wanamkataa. Kwa hiyo leo ni mambo yale yale, wamemkataa tena. Jamaa anaamua anazira hata kula. Licha mazingira magumu ambayo Deji anayapitia lakini bado anamuonga Farida pesa. Farida anajifanya hataki ile pesa lakini Deji anasisitiza ya kwamba usipoipokea nitakasirika. Jamani asante sana mpenzi wangu. Nitakuwa nakuombea kila siku. Haya magoti yatachakaa nakwambia. Siwezi kuacha kukuombea Deji. Naamini ipo siku tutafanikiwa. Haya ndo alikuwa maneno ya Farida baada ya kujifanya hataki ile pesa lakini mwisho wa siku akaikubali. Deji akiwa kwenye harakati zake kama kawaida anapokea simu ya kwamba bibi kazidiwa kinoma. Kwa hiyo Deji anaachana na ile kazi anaenda nyumbani chap. Bibi kazidiwa na dawa zake zimeisha. Kwa hiyo jamaa ikabidi aende kwenye kibubu chake aangalie chochote kilichopo akanunue dawa. Anafika pale anakuta kibubu kilishavunjwa. Dogo kachukua maokoto yote kasepa nayo. Udogo anazingua kinoma. Anaenda pharmacy kukopa dawa lakini wanamkatalia kwa sababu tayari Deji ana madeni mengi kinoma. Anaamua akimbilie kwa bosi wake mpya. Bosi, tafadhali naomba hata advance. Nitafanya kazi ikiwezekana hata mara mbili, hata mara tatu zaidi. Lakini naomba advance, bibi yangu anaumwa, natakiwa nimnunulie dawa. Bosi anamwambia kwamba hata mimi na matatizo yangu Deji. Usidhani dunia ni wewe pekee ndio una matatizo. Hata mimi wapo watu ambao wanaumwa lakini siwezi kusaidia kila mtu. Tena afadhali leo umwahi kufika kwa sababu maua kidogo yanyauke. Hakikisha unafanya kazi yako alafu unaondoka zako hapa. Then bi mkubwa huyu anaingia zake ndani akiendelea kuongea na simu. Sasa anatoka ili ende kwa demu wake ampatie angalau pesa kidogo kwa ajili ya matibabu ya bibi. Kufika pale anamkuta kapendeza kinoma, alafu kashuka kwenye ndinga kali. Kwa heri, bye. Unipige simu basi. Farida, yule ni nani? Deji ameanza kupata wasiwasi sasa. Lakini Farida anamjibu simple tu. Ni rafiki yangu. Unasemaje Deji? Na umevaaje hivi Farida? Umevaaje hivi? Sasa Deji kashaanza kumaindi. Farida anaanza kutema cheche sasa. Kwamba unadhani pesa zako zinatosha? Hata mafuta tu hazitoshi. Utanimudu kweli wewe Deji? Alafu unataka nikukopeshe naira 15,000. Naitolea wapi mimi? Na utanilipaje? Achana na mimi Deji, tafuta pesa. Deji, achana na mimi, tafuta pesa. Hela yako ni ndogo sana, haitoshi hata mahitaji yangu. Fanya utafute pesa Deji. Deji umeonga sana. Angalia leo mwanetu. Basi Deji ikabidi aondoke aende kwa yule rafiki yake ambaye ni injinia.
Akafika pale akamwelezea tu mazingira ambayo bibi yupo. Jamaa kuzunguka sana, akaenda kwenye gari akatoa mshiko akampa, akamwambia mwanangu, kila la kheri, hapo bibi atapona. Mshikaji akasepa. Sasa baadaye Deji amekaa peke yake, anakumbuka shombo ambazo Farida alikuwa akimwambia leo mchana. Haamini kwamba demu aliyempenda, aliyemhudumia kwa kidogo alichokuwa nacho, leo hii amtaki, anamdharau. Deji akakaa pembeni mpaka akakumbuka ile ofa ambayo alipewa na mshikaji wake yule injinia kwamba anatakiwa kwenda Benini, lakini alikataa kwa sababu aliamini ya kwamba Farida hawezi kukubali yeye akaishi mbali. Sasa dogo anarudi nyumbani, anaulizwa pesa zangu ziko wapi? Deji kabidi amkunje dogo, maana amezingua kinoma leo. Dogo anamwambia kwamba mimi nimenunua simu mpya kwa sababu napenda mambo ya modeling, lazima nijiposti huko Instagram. Kwa hiyo mimi nimenunua simu mpya brother, wewe subiri, nitajichanga alafu nitakurudishia. Deji anaamua kumtafuta yule engineer, anamwambia kwamba nahitaji ile kazi ya Benin. Jamaa anamwambia hivi, unajua ukienda huko Benin hauwezi kurudi mapema, utafanya kazi huko na pesa utakuwa ukituma tu nyumbani, hutoweza kuonana na bibi yako, na najua jinsi gani ambavyo unampenda. Naomba ufikirie kwanza, alafu ukiona kweli upo tayari unipigie simu. Deji kaenda tena nyumbani kwa Farida, anamwomba msamaha na Farida anazidi kumtolea nje. Mwanzo tu huwezi kuwa na mimi alafu mimi siwezi kuishi kwenye umaskini kila siku, mimi na wewe hatuendani Kwanza ni hata nikikuombea miaka 20 Deji, wewe huwezi kufanikiwa, utakuwa maskini tu. Yaani Farida anaongea shombo bala. Deji amini maneno ambayo anayasikia. Alafu Farida akaondoka zake. Ikabidi Deji achukue tu simu ampigie injinia kumwambia kwamba nadhani niko tayari, nahitaji ile kazi ya kwenda Benin. Baadaye anamwambia bibi, nimepata kazi, nitaondoka kwa muda kidogo. Bibi anafurahi sana. Nilikwambia Deji, Mungu hawezi kukutupa Mungu hawezi kukutupa. Niambie umepata kazi wapi? Lagos mjini au umepata kazi sehemu gani? Deji anamwambia kazi nimepata bibi, lakini ni mbali kidogo, ni nje ya mji, natakiwa niende Benin. Usijali, lakini kwa sababu watu wapo nyumbani watakuhudumia mdogo wangu yupo atakuhudumia. Lakini bibi anasema kwamba watanihudumia sawa, lakini Deji, wewe ni mtu pekee ambaye unajali kila kitu kunihusu mimi, sijui ukiondoka nitaishije. Lakini mwisho wa siku bibi akampa baraka zake zote ya kwamba Deji, nenda kafanye kazi, utafanikiwa na utatulea familia yako. Kwa hiyo Deji akapata baraka zote kutoka kwa bibi na safari ya kwenda Benin ikaanza. Sasa Deji ameshaingia Benin, ikabidi aulizie, samahani, naulizia Royal Hotel iko upande gani? Mshikaji anamwambia kwamba wewe nyosha moja kwa moja, ukikata kulia tutakuwa umefika. Namuulizia Mr. Pascal. Sasa huyu Mr. Pascal ni meneja kwenye hii hoteli. Deji akapelekwa moja kwa moja mpaka sehemu ya kulala. Kufika anashangaa mazingira ni mabaya, sehemu ndogo alafu ni chafu balaa, na wanao washikaji kama 4 hivi tayari. Kesho yake Deji akiwa anaendelea kupiga kazi zake, anasikiliza ngome zake hivi, inapita pisi moja kali sana hapo ndani. Huyu dada anaitwa Mariam na yeye ni mmoja kati ya wafanyakazi katika hii hoteli. Usiku sasa, kwenye zile hosteli za wafanyakazi ambako Deji analala na washikaji kama 5 hivi, kuna jamaa karibu hali ya hewa, unaambiwa humo ndani harufu kali, mbu, joto, yani ni hatari kinoma. Deji alishindwa, ikabidi atoke kwanza nje kupunga upepo. Sasa huyu jamaa ambaye anaonekana ni mbavu hapa, yeye ndo kachafua hali ya hewa, alafu bado ana hasira huyo na ana kigumizi nasema dogo, ongea tena. Mariam akamkuta Deji nje. Sasa wakaanza kupiga stori 2-3 na wote wakajua kwamba wametoka katika mji mmoja ambao ni Lagos huko Nigeria. Ikabidi akamkaribishe kwamba hapa nje kuna mbu, twende tukalale wote. Embu imagine pisikali kama Mariam inakualika ukalala kitu kwake, lazima ushtuke kidogo, lakini Deji akaenda. Kufika kule Deji akapewa zake sofa, then Mariam akalala kama kawaida kwenye kitanda chake. Wamekaa kwenye hosteli zao zile wanapiga sana story. Hivi unajua kwamba huyu jamaa Mr. Pascal anazingua sana, alafu anapenda sana kunifuatilia, yani sijui kwa nini. Sasa washikaji wanamwambia kwamba Deji, unajua upo karibu sana na mali yake yule Mariam, ndio maana utapata tabu sana mshikaji wetu. Jamaa apende sana watu wa Nigeria, kwa hiyo kaa mbali naye, atakufanya uishi maisha magumu sana. Sasa humo kumbe Mr. Pascal anampendaga sana Mariam na Mariam anamtolea nje kila siku. Kwa hiyo mwisho wa siku yoyote ambaye anajitahidi kukaa karibu na Mariam ataishi maisha magumu sana hapa ndani. Nigerian boy. Kwa hiyo wewe unacheza na maua tu, huna kazi nyingine za kufanya, umerelax tu na unategemea Mr. Pascal itakupa pesa nzuri kwa kucheza na maua tu. Haya, fanya uondoke ukasafishe vyoo kule chini. Sijaelewa bosi, mimi nimeajiriwa pa kama mtu wa garden kuhakikisha maua yanastawi vizuri. Mr. Pascal anamwambia kwamba wewe utakuwa vyovyote ninavyotaka mimi. Sasa nimeamua uende ukasafishe vyoo na utaenda kusafisha vyoo. Deji kabidi aende.
Baadaye kidogo anaenda jikoni, anakutana na chakula ni kidogo kinoma. Mpishi anamwambia kwamba wewe ulikuwa wapi kipindi wenzako wanakula? Wamekubakizia kila kitu, kwa hiyo kilichobaki hicho ndo unatakiwa ule. Deji kaangalia chakula ni kidogo na asipokula anaweza akafa njaa, ikabidi akichukue. Baadaye sasa Mr. Pascal anaonekana akimlazimisha sana Mariam awe wote, lakini Mariam hamtaki kabisa. Sasa haya yote yanavyoendelea, Mr. Pascal anamshika Mariam na hivi na vile, mwanetu Deji anaona kila kitu. Sasa asubuhi Deji ikabidi amwambie Mariam kwamba mimi jana nimeona kila kitu kati yako na Mr. Pascal, kwa hiyo naweza nikaishi maisha magumu sana, mi naomba niondoke tu ndani. Mariam alikasirika sana, sitaki kusikia kitu chochote kinachohusiana na Mr. Pascal. Yule mtu simtaki, simpendi, sitamani hata kumsikia. Kwa hiyo achana na mimi Deji, na kama unataka tuendelee kuishi vizuri mimi na wewe kama marafiki, usinitajie neno Mr. Pascal. Deji kabidi sasa akae kimya tu, maana inaonekana Mariam hapendi kabisa na wala hataki kusikia neno Mr. Pascal. Mr. Pascal anamfuata tena Deji, Naija boy, shika hii katengeneze umeme. Sasa umeme kivipi bosi? Na mimi sijasomea mambo ya umeme, mi mambo yangu ni agriculture na mambo ya garden. Anamwambia sasa, Nigerian boy, utachagua wewe, ukafanya hii kazi inayokupa au rudi kwenu Nigeria. Sasa wakati Deji upo juu anahangaika na masuala ya umeme, akapigwa shoti, akaanguka chini na akavunja mkono. Ikabidi aende hospitalini na akalazwa. Kila siku anaokaa hospitalini bili inaongezeka. Sasa jamaa akapiga mahesabu na anatakiwa afanye savings ili bibi yake apaweze kupata dawa kila siku. Akaamua aondoke pale hospitali, lakini kabla hajafanya hivyo, Mariam akaingia, akamtuliza na akamwambia kwamba usijali kuhusiana na mambo ya bili za hospitali, zote nitalipa mimi. Alafu tayari nimeshamtumia bibi yako pesa. Usiwe na mashaka, naomba ukae hapa mpaka utakapopona. Deji anazidi kushangaa, wewe umenifahamu juzi tu, kwa nini unakuwa mwema sana kwangu? Mariam akasema hicho ni kitu pekee ambacho unajua kukifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo usijali Deji, najua unadhani kama unanidai, lakini fanya kama tu ni fadhila ambazo nimekupa. Kwa hiyo Deji ikabidi akubali na akabaki hospitalini pale kwa ajili ya matibabu. Usiku ulikuwa na stori nyingi kinoma. Deji anamuuliza maswali mengi sana Mariam. Unaonekana wewe ni wakishua, yani ufanani kabisa na kuwepo maeneo kama haya, sehemu ina shida kinoma. Mimi niko hapa kwa sababu sina option yoyote na familia yangu inatakiwa ile. Mariam, kwa nini uko hapa? Kwa maswali akawa mengi sana. Sasa Mariam anaamua kutupa kisa kilichomfanya yeye aje mpaka hapa. Miaka 3 iliyopita Mariam alimpoteza mama yake mzazi, lakini baada ya mwaka mmoja tu mshua wake akamwoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo Mariam akapiga mahesabu na akajua kwamba itakuwa baba yake alikuwa akimsaliti mama yake kipindi bado yupo hai. Ndio maana baba yake ilikuwa ni rahisi zaidi yeye kupata mwanamke kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo akaacha kila kitu na akaondoka Lagos, Nigeria, akaja Benini kwa ajili ya kutafuta maisha. Akafungua biashara, lakini mwisho wa siku akadhulumiwa, akapoteza kila kitu, akaanza kuuza kitu kimoja kimoja ambacho alikuwa akikimiliki, kina pochi moja tu ambayo ni kumbusho, ambao ni zawadi alipewa na mama yake siku ya birthday yake. Kwa hiyo alifanya kazi nyingi sana hapa na pale, na yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wakikaa katika hii hoteli kama wageni, lakini aliposikia kuna nafasi za kazi, hoteli inatafuta watu, na yeye akaamua apply. Lakini kwenye interview Mr. Pascal ndo alimfanyia interview. Kwa hiyo Mr. Pascal anadhani ya kwamba kwa kumpitisha Mariam kwenye interview ni kwamba anamdai hivi, na ndio maana analazimisha zaidi wawe na mahusiano ya kimapenzi. Pole sana kuhusu mama yako Mariam, lakini haupaswi kumhukumu mzee kama hujamsikiliza. Hakikisha unampa baba yako nafasi ya pili ya kumsikiliza kwa nini alifanya vile, na jitahidi ufanye mapema kabla hujampoteza kabisa, kwa sababu maisha hayakupi nafasi mara mbili. Sasa hii siku wote wawili walikuwa free. Deji pamoja na Mariam walikuwa hawaingii kazini kwa siku hii. Kwa hiyo Mariam akasuggest ya kwamba waende out kidogo, amuoneshe Deji mji jinsi ulivyo, maana tangu haje ni yeye na kazi, kazi na yeye. Sasa wakiwa kwenye gari wakawa wanapiga selfie, wanapiga story mbili tatu. Deji anajitahidi kumsogelea Mariam, ni kwamba anampenda na Mariam anampenda sana Deji, lakini hawezi kumwambia. Kila mmoja anakaa na alichokuwa nacho, na mwisho wa siku mapenzi yao yanabaki kuwa asiri. Kila mmoja anabaki na kitu ambacho anajisikia kwa mwenzake. Wakafika beach. Kule beach sasa Deji ikabidi amshukuru Mariam, kumwambia kwamba nashukuru sana kwa kunifanya mimi kuonekana kama binadamu, maana nilishasahau kabisa kwenye maisha haya kama kuna kitu kinaitwa bata. Na Mariam akamwambia kwamba usijali, tunaishi mara moja na tukifa haturudi, kwa hiyo tufanye kile ambacho kinawezekana kwa wakati huo.
Hii siku ilikuwa poa sana, sio kwa Deji tu, hata kwa Mariam pia. Washikaji wamekasirika sana, maana imetoka oda kwa Mr. Pascal kwamba hakuna mfanyakazi yoyote anaruhusiwa kula nyama wala samaki mpaka pale ambapo tamko jingine litatoka. Sasa watu wote wanabaki kumlaumu Deji, kwa maana kwamba Deji amekuwa karibu sana na Mariam, kwa hiyo Mr. Pascal anaamua kuwaadhibu watu wote kutokana na kiburi cha Deji. Kwa hiyo washikaji wanamlaumu sana na kumwambia kwamba jamaa, fuata mambo yako, unatuharibia maisha yetu hapa, tulikuwa tunakaa vizuri, angalia sasa tutaendelea kula tu maharage na mboga za majani, samaki tutaendelea kuzisikia kwenye bomba. Kama vipi, achana na Mariam na uendelee na mambo mengine. Sasa Mr. Pascal amekuja mpaka pande hizi za jikoni na anamkuta Mariam. Hivi Mariam, kwa nini unapenda vijana wachafu wachafu? Au kwa sababu yule kijana ametoka Lagos, atakupa nini yule? Mchafu, ananuka, hana pesa. Kwa nini usinikubalie mimi Mr. Pascal na maisha yako yakawa mazuri tu? Yaani Mr. Pascal analazimisha sana kuwa na Mariam, lakini Mariam anaona hayo mambo hayawezekani na yeye hamtaki. Mwisho wa siku sasa Mr. Pascal akawa analazimisha kwa nguvu, anajaribu kumshika Mariam hapa na pale. Deji akaingia kati pale afa akamsukuma pembeni. Kwani usikii Mr. Pascal amekwambia kwamba hakutaki? Kwa nini unaendelea kumsogelea? Kwa nini usimpe mtu privacy yake? Naomba usogee pembeni. Sasa Mr. Pascal akasema, unajua humu ndani hakuna mtu ambaye ashawahi kunishika. Deje, who are you? Huyu anamwambia kwamba mimi niko tayari hata kupigana. Kama unaweza tupigane, ila sitaki umguse Mariam. Mr. Pascal akasema, kwa hiyo naona hii imekuwa ni kama movie ya Titanic. Wewe ni Jackie na huyu ni Rose. Sasa Mr. Pascal anaondoka kwa hasira sana na anamwambia Deji kwamba huwezi kutoboa katika hii hoteli. Uliyozungumza pale Deji, una uhakika ulikuwa unamaanisha uko tayari kunilinda kwa lolote? Deji anamwambia Mariam kwamba mimi niko tayari kwa lolote. Deji yupo tayari kwa lolote ile kwa sababu tayari ameshampenda Mariam na ni kitu ambacho hawezi kukificha tena. Tangu nifike hapa umenipa confidence, nimekuja hapa kupambana lakini nimekutana na vitu vigumu. Wewe umekuwa ni nguzo kubwa sana kwangu mpaka mimi kufikia hapa. Nadhani nisingeweza kufanikiwa bila wewe. Sasa siku ya kupokea mshahara Deji anapewa nusu. Anauliza, mbona hii hela haijatimia? Hiyo pesa imetimia na Boy. Unakumbuka kwamba ulikuwa unaumwa? Nani alikufanyia kazi zako? Alafu unapita na mademu za watu na bado unataka hela yote? Deji akaangalia ile pesa, majukumu alionao maskani, bibi anaumwa. Basi hakusema kitu, ikabidi aondoke. Imefika mshalifani kama ya saa 9 hivi usiku, Mr. Pascal anapiga sana kelele kwenye hostel za wafanyakazi. Nimesema tokeni nje, kila mmoja atoke nje. Hamnisikii au niwafuate huko ndani? Yaani Mr. Pascal anapiga sana kelele. Saa yangu imeibiwa. Tajeni mwizi au kila mmoja atoe begi lake nje hapa tuanze kukagua. Sasa watu wanashangaa, begi lako limefikaje kwetu kuna wewe? Hakuna hata siku ambayo umeshekuja hata huko hosteli kwetu. Ikabidi sasa washikaji waingie ndani, watoke na mabegi kwa ajili ya kukaguliwa. Wameshaanza kukagua pale, sawa, wakaikuta kwenye begi la Deji. Hiyo saa imefikaje kwangu? Mimi sijawahi kuiba hata kijiko nyumbani kwetu. Kuna mchezo unafanyika hapa. Deji ameshapewa kesi kwamba saa ya Mr. Pascal imepatikana kwenye begi lake. Kwa hiyo Mr. Pascal anamwambia Deji kwamba hakikisha unaondoka usiku huu au niwaite polisi, utachagua wewe. Ujifukuzishe kazi au niwapigie polisi ya kwamba kuna mwizi nimemkamata sehemu ambayo unafanyia kazi. Deji analia kinoma maana kazi ameshaipoteza, kwa hiyo anakwenda kurudi nyumbani mikono mitupu. Anawaza anaendaje na aliaga anakwenda kupambana ili familia ifanikiwe. Hiki kitu kinamuumiza sana Mariam maana hata yeye alishaanza kumpenda Deji. Twende wote Deji, nitakaa hivyo hivyo na wewe. Sasa maisha ya Deji ni magumu kinoma. Kule kwa bibi yake ataishi vipi na Mariam? Jamaa ikabidi ampatie Mariam namba ya simu, anamwambia kwamba ukiamua kurudi nyumbani kwenu Lagos na kuweka mambo sawa na baba yako, hakikisha unalitafuta. Kwa hiyo Mariam akashindwa tena kukaza. Kwa hiyo Deji kijana kutoka Lagos anakwenda kula tunda adimu kwenye mti ambao Mr. Pascal alikuwa akitamani sana siku zote lakini hakuweza kuupata. Deji anajimegea tunda. Kwa hiyo Deji asubuhi ilipofika akachukua vitu vyake na kuanza safari ya kurudi Lagos. Tukumbuke kwamba wafanyakazi wote walikatazwa kula nyama wala samaki kama adhabu vile, lakini baada ya Deji kuondoka tunamuona moja kati ya washikaji zake ambaye ni mlinzi akifurahia sana na kila kuku. So mwisho wa siku huyu jamaa ndio snitch mwenyewe. Deji ashafika maskani analia tu, bibi nimerudi lakini sina chochote, bora hata ningebaki huku Lagos, maisha ni magumu. Jamaa analia sana, yani anashindwa kujieleza mambo ambayo yamemkuta kule, lakini bibi yake ni mtu wa imani. Usijali Deji, yani haijalishi umepata au umekosa, cha msingi Mungu amekurudisha salama hapa, tutikukumbuka sana. Kwa hiyo usijali, mafanikio yanaweza kaja mbele, tuendelee kupambana na tumuombe Mwenyezi Mungu. Bibi yake Deji ni mtu mwenye imani sana, kwa hiyo hii ni moja kati ya nguzo muhimu sana kwenye familia yake na Deji: dua, juhudi pamoja na subira. Sasa Deji akiwa maskani anaendelea kutuma CV kwenye makampuni mbalimbali ili aweze kupata kazi. Ghafla kuna dogo anaingia na kumwambia, kaka Deji, kuna mtu anakuulizia huko nje na amekuja na gari kali kinoma. Deji yuko busy anashangaa, sasa
inakuwaje mtu anakuja kwetu na gari ya kifahari? Mimi wanangu wote ni maskini. Deji anatoka nje anakutana na Mariam. Amekuja mpaka nyumbani kwao. Haamini kama Mariam amemkumbuka na kuja mpaka Lagos. Mariam anamwambia Deji ya kwamba kwa sasa amepatana na baba yake na kila kitu ambacho Deji alikuwa akimshauri kilikuwa sahihi, kwa hiyo kwa sasa ataendelea kuishi Lagos yeye pamoja na baba yake. Deji anamwambia kwamba yeye bado anapambana, maana kila CV atakayoituma haikubaliwi. Then Mariam akakubali kumsaidia namna nzuri ambayo unaweza ukaandika CV na makampuni yakakuajiri. Kesho yake Deji akiwa anaendelea na kazi zake, mara kuna ujumbe unaingia kwenye simu kuangalia. Anaona kwamba amekubaliwa na kampuni moja kubwa sana hapo jijini Lagos ambayo inahusika na mambo ya agriculture, na anatakiwa kesho asubuhi saa 4 aende kwa ajili ya kufanya interview. Sasa siku ya interview mzee anamsifia sana kwamba CV yako imenyoka sana Deji. Hivi ulikuwa wapi miaka yote hiyo kutuma CV kwenye kampuni kama yetu? Tunahitaji sana watu kama wewe. Deji anamwambia kwamba nimeandika CV nyingi sana, lakini zote nilikuwa nikiandika zinakataliwa. Sasa wakati interview inaendelea, mara kuna sauti inasikika huko, baba baba. Mtu anaingia mle ndani ni Mariam, yaani huyu mzee mwenye hii kampuni na Mariam ni mtu na mtoto wake. Na hiki ni kitu ambacho Mariam hajawahi kabisa kumwambia Deji ya kwamba ile kampuni ambayo unatamani sana kufanyia kazi ni kampuni ambayo tunaimiliki sisi. Sasa Deji kabaki anashangaa tu, ikabidi mzee amtambulishe, bwana Deji, huyu ni mwanangu anaitwa Mariam. Sasa mzee akamwambia Mariam kwamba CV ya huyu kijana imenyooka sana, nadhani kampuni yetu inahitaji mtu kama huyu. Kwa hiyo Deji, wewe kuanzia leo ni mwajiriwa wa hii kampuni. So na huu mzigo unaisha hapa. Hakikisha unabonyeza alama subscribe kwa kuonesha love na support na kuendelea kufuatilia recap zinazofuata.